Mungu naye alikuwa na watu wake kutoka kitambo, na alikuwa na wapa kile ambacho kinatakikana wakule, si ndivyo? Hapo sawa. Sasa kama Mungu ndio muumba, na kila wakati alikuwa anawapatia wale wanafunzi wake pamoja na watu wake kile ambacho inawafaa, kwa sababu yule ambaye aliyetengeneza gari ako na manual book, si ndio? Anajua kila kona ya nini, ya gari. Sasa Mungu ndio muumba wetu, anatujua kwa kile ambacho inafaa tukule, anajua jinsi ambavyo inatakikana sisi wenyewe tufae ama tuwe tukifanya vitu zetu, anajua. Niendelee pale Mwanzo 1, mwalimu. Mwanzo 1 aya yake ni 29. Inasema Mwanzo 1:29. Mungu akasema, na aseme, tazama nawapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu. Rudia. Ndivyo mstari yote. Hapana, hapo tu. Hainasema hivi ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu. Okay. Naam. Sasa tunaambiwa kwa kuwa Mungu ako na kusudi, ni kwa nini tufanye na tukule haya matunda. Hii ndio diet ya kwanza babu zetu walivyoenenda katika hiyo hali. Adam pamoja wakiwa na Hawa, vyakula vile ambavyo walikula wa kwanza ilikuwa ni matunda. Na hata ukiangalia dunia ya sasa, hakuna kile chakula ambacho kinakupatia mwili wako kukuwa na askari kuliko matunda. Asante. Nisomee 3:18. Mwanzo 3:18 inasema hivi, mchongamo na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Sasa baada ya tunasema baada ya matunda hapa, hii ni diet ya kwanza, hii ni before the fall. Yaani kabla Adam hajaanguka kwenye dhambi. Baadaye akaanguka kwenye dhambi, akatolewa. Sasa akaagizwa kule ya kuwa utakula nini? Mboga za kondeni. Asante. Na hii mboga ilikuwa inapatikana aje? Lazima angeenda alime, kwa sababu tuliambiwa utakula jasho. Sasa hii ilikuwa ni ya kwanza, hii ni ya pili. Sasa hii ya pili inakuja baada baba wetu akiwa ameanguka pale. Sasa wanatolewa katika bustani la Edeni, wanaambiwa itakuwa ni desturi kwenu, mtakula jasho yenu, mtakuwa mna kile ambacho mtakuwa mmeleta, hicho ndio mtakuwa mnafanya nini? Ndio mtakuwa mnakula. Amen. Tupate chakula cha tatu kwa roho ya unabii 373.1 CD. Fika pale, soma. After the flood, the people ate largely of animal food. Kwanza before the flood hakukuwa na animals food, si ndio? Ndio. Absaba, before the flood hakukuwa na eating of animal products, si ndio? Ndio. But after the flood, kwa ajili tunajua ilichukua 150 days, 5 months. Samahani, 150 days, which is equals to how many months? 5 months. 5 months. Mchana na usiku mvua kunyesha, si ndivyo? Hapana, ilichukua 40 days and 40 nights. Samahani, alafu ikachukua 150 days ili maji iishe. Alafu tunapata safina ya Nuhu inatoa pale mlima Ararat, si ndio? Sasa kabla hiyo
wale ambao walikuwa the first diet ilikuwa ni hii. Baadaye wakatolewa kwenye Edeni, wakaambiwa apart from this ndio mnakula hii. But after the flood ilipita na kila kitu, si ndivyo? Yes. Sasa hakungekuwa na majani wala matunda. Haya, Mungu anawapatia maagizo jinsi ambavyo ya kukula nini hawa wanyama. Haya, tusome pale. Soma. Endelea. Nasema soma. God gave our first parents the food he designed that the race should eat. It was contrary to his plan. It was contrary to the first plan. To have the life of any creature taken. There was to be no death in it. The fruit of the trees. The fruit of the trees in the garden was the food man's want required. Okay, God gave man no permission. God gave man no permission to eat animal food. Until after the flood. Until after the flood. Koka pale. Sasa wazazi wetu wale ilibidi wangekula the animal food kwa ajili matunda pamoja na matawi zilikuwa zimefyekwa, lakini hawangekuwa wanakula tu. Kuna maagizo pale. Mwalimu, twende. Everything had been destroyed upon which man would subsist. And therefore the Lord in their necessity. The Lord in their necessity gave Noah permission to eat of the clean animals which he had taken with him into the ark. But animal food was not the most healthful article of the food of man. The people who lived before the flood ate animal food and gratified their lusts until their cup of iniquity was full, and God cleansed the earth of its moral condition. God blessed the earth because of its moral condition by flood. Then the third dreadful curse rested upon the earth. The first curse was pronounced upon the posterity of Adam. Wacha pale. Sasa tunakuja kupata ya kuwa baadaye unaweza tafuta Deuteronomy 14 hapa, maagizo na wale wanyama ambao walikuwa wafaa wakuliwe. Kuna Deuteronomy 14:1 na Leviticus 11 verse 1 to 47. I think inafika hapo. So go and do where ufanye comparison hapa kwa hizi. Pia utapata wale wanyama ambao iliwahusu ama iliwapasa wakule na ni jinsi gani ilikuwa inatakikana zipikwe. Ni Ezekieli 24 ngapi? 3. Sasa kwa wale ambao wanataka kukula nyama kabisa, haya maandalio iko hapa 24:3. Endelea. Taambiwa uchemshe nyama mara ngapi? 7. Ukimwaga maji. Sasa ndio maana sisi tukasema mwalimu tutafutie CD 399.3. Sasa kwa sababu siku hizi ugonjwa imejaa kwenye wanyama na zile dawa ambazo wale wanatumia sio nzuri kwetu, ndipo tukasema hakuna haja mtu akule. Na nyama sio nyama ya ng'ombe peke yake, kwa sababu nyama inapatikana kwa kuna viwango, na kwa wale ambao wanasisitiza ya kuwa lazima hawawezi wakakula bila kukula nyama. Sasa nakusihi ukuje hapa ukajue jinsi ya kupika nyama. Iko hapo. Happy day.
Basi baadaye tukasema dada Ellen G. White anatuambia let no one of our ministers to show a bad example of meat eating. Mtumishi nifikie pale ulisomee hii. Tukimaliza tunataka kuingia. Nasema hivi. Naiseme. Don't any of our ministers set an evil example in eating of fresh meat. Let them and their family live up to their right of reform. Okay. Let not our minister animalize their own nature and the nature of the children. Children whose desire have not been disdained are tempted not only Merudi nyuma. Nani alikuwa amepata? CD 399.3. Na iseme let not any of our ministers set an example of eating fresh meat. Let not any of our ministers set an evil example of the eating of the flesh meat. The eating of the flesh meat. Let them and their families give up the light of healthy reform. Let them and their families give up the light of healthy reform. Let not our ministers animalize their own nature and the nature of their children. Children whose desires have not been restrained are tempted not to indulge in the common habits of intemperance, but to give loose rein to their lower passions and to disregard purity and virtue. These are led on by Satan not only to corrupt their own bodies, but to whisper their evil communication to others. Yes. Parents are blinded by sin. They often fail of discerning these things. Yes. Paragraph 1. Hapana, nataka tatu. Nenda kwa tatu. Nimemaliza hii. Asante. Okay, sasa tunakuja kupata hapa ukiangalia Deuteronomy ama Kumbukumbu la Torati 14:1 na Mambo ya Walawi 11:1 hadi 47. Kati ya hizi Mungu ameweka bayana wale wanyama ambao ilikuwa inatakikana wakule na ni jinsi gani wangefanya ili wakule hao. Kwa wakati huu hatuwezi kutumia haya kwa sababu gani? Sisi mahali kile kipindi ambacho tuko ni kipindi cha mwisho. Na ukiangalia jinsi ambavyo wakulima wanavyofanya kule inakupatia inaweza kukuambia ya kuwa hatuna hakika na nyama na hizo mifugo. Kwa sababu gani? Nilisema hapa mkulima mmoja akiwa amenyunyuzia mboga dawa inatakikana ichukue siku 14 ikiwa inanyesha ndio ichunwe. Lakini kwa sasa hivi mkulima anafanya agrobusiness, kumaanisha hii ni biashara, sivyo? Sasa inatakikana mtu akichukua mboga pale akikuja hawezi akakataa. Alinyunyuzia dawa jana, leo amefanyaje? Amechuna. Wewe na mimi ambaye tunayokaa hapa Nairobi ndio tuko na shida. Sasa unaona mahali iko. Alafu hao hawataki kuangalia kitu inaitwa soil health. Hawaangalii je, afya ya udongo iko namna gani, kwa sababu kile ambacho kinatoka kwa udongo sisi tunaikula, sivyo? Lakini kama mkulima anaangalia afya ya udongo iko aje, akatumia mbolea zile ambazo hazifai, unaona hizo zinapitishwa pamoja. Wakati tunakula unapata mpaka kwa vyakula. Sasa ndio maana tunasema hatuko safe. Hiyo ni chakula. Ukiangalia noise pollution pia kwa sababu ya magari na kampuni bado hatuko safe. Ukiangalia hali ya anga bado hatuko safe. The only safest place
wenda ikawa ni country living. Mtu atasema na sasa kama nafanya kazi Nairobi, utafanyaje? Inatakikana mtu ajipange kwa ajili ya country living. Okay, nataka uangalie ni ya tatu. Hiyo ni ya tatu. Hebu tuende ya nne. Ya nne inaongelea kuhusu utanisomea kidogo. Hebu nisomea hapo Ezekieli 16:15. Sio Ezekieli samani, Exodus 16:15. Kama 31:35. Samahani, wachana hiyo. Enda kwa Revelation 12:22 to 22:1-2. Nasema kisha nimeonyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauri kutoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo katikati ya njia kuu yake, upande huu na upande huu wale wa ule moto ulikuwa hapo mti wa uzima uzao matunda aina 12 kutoa matunda yake kila mwezi. Majani ya mti huo ni ya kuponya mataifa. Ezekieli 27:12 na Isaya 11:6. Ezekieli 47:12 inasema na karibu na mto juu ya ukingo wake upande huu na upande huu utamea kila mti wa chakula, utoao chakula, ambao majani yake hayatanyauka, wala matunda yake hayatatindika, hautoao matunda mapya kila mwezi, kwa sababu maji yake yanatoka mahali patakatifu, na matunda yake yatakuwa ni chakula, na majani yake yatakuwa ni dawa. Endelea. Isaya 11:6-9. 11:6-9. Mbwa mwitu 6-9. Nasema hivi, mbwa mwitu atakaa pamoja na mwana kondoo. Wapi hapo? Asante. Okay, tuko pamoja. Twende. Nasema mbwa mwitu atakaa pamoja na mwana kondoo. Na juu atalala pamoja na mwana-mbuzi. Ndama na mwana simba ni kinono watakuwa pamoja. Na mtoto mdogo atawaongoza. Ng'ombe na ndugu watalisha pamoja. Watoto wao watalala pamoja. Na simba atakula majani kama ng'ombe. Okay. Umemaliza hiyo? Mpaka 9. Inasema hivi, na mtoto inasema hivi, na mtoto anyonyaye atacheza penye tundo la nyoka, na mtoto aliyeachishwa atatia mkono wake katika mpango la hila. Hawatadhuru wala hawataharibu katika mlima wangu wote mtakatifu, maana dunia itajawa na ufufuo wa Bwana kama vile maji yanavyoifunika bahari. Imesha? Sawa, asante. Okay, tunaendelea. Sasa tushajua first diet, second diet, third diet pamoja na the last one. But sasa hapa kwa third ni Numbers 23:33.
ambapo Mungu anakasirika na wana wa Israeli, anawaruhusu kukula nyama, baadaye wanaangamia pale. Utaanza na 30 hivyo kuangalia mwalimu 33 numbers haifiki. Okay, inafika 30. Okay, na hebu niangalie Leviticus ama nipatie kile andiko. Mungu anaruhusu wana wa Israeli wakiwa jangwani walipokataa mana. Sasa wanasema wale wachache ambao walitoka huko Misri wakaanza kulilia Musa, sisi tumechoka kukula haya, tunataka kukula nyama ilivyo andaliwa pamoja na saumu na zile vitunguu, jinsi ambavyo tulivyokuwa tukikula wapi? 11 Numbers 11:23. Okay, Numbers 11. Asante. Ni Numbers 11 anza na 30. Tunataka tu kuchukua hiyo tu context tu moja, alafu tunamalizia. Nasema kisha Musa akaenda akaingia kambini yeye na wazee wa Israeli. Sio hiyo. 11:33. Asia 16. Kisha Bwana akamwambia Musa, kile nataka katika nasema okay, hiyo. Kisha Bwana akamwambia Musa, kusanyia watu 70 okay, miongoni mwa wazee wa Israeli ambao wewe wajua kuwa ndio wazee wa watu hawa, na makine juu yao utawaleta hata hema ya kukutania, wasimame huku pamoja nawe. Ndio. Utaendelea? Endelea. 17 nasema, nami nitashuka niseme nao huko. Nitatoa sehemu ya roho iliyo juu yako na kuiweka juu yao, na watachukua mizigo za watu hao pamoja nawe. Yes. Ili usiuchukue wewe pamoja peke yako. Kisha ukawaambia watu hawa, jitakaseni nafsi zenu, kabla yake kesho nanyi mtakula nyama, kwa maana mmelia masikioni mwa Bwana ukisema, ni nani atakayetupa nyama tule? Yes. Maana huko Misri tulikuwa na heri. Yes. Basi kwa sababu hiyo Bwana atawapa nyama, nanyi mtakula. Okay. Hamtakula siku moja wala siku mbili wala siku 5 wala siku 10 wala siku 20, lakini mtakula muda wa mwezi mzima. Hata hapo nyama hiyo itakapotoka katika miazi ya pua zenu, nanyi mtaikimia kwa sababu mtakinai kwa sababu mmemkataa Bwana aliye kati yenu na kulia mbele zenu, ukisema tulitoka Misri kwa maana gani? Musa akasema watu hawa ambao mimi ni kati yao ni watu 600,000 waendao kwa miguu, nao umesema nitawapa nyama ili wale muda wa mwezi mzima. Je, makundi ya kondoo na ng'ombe yatakayochinjwa kwa ajili yao ili kuwatosha? Au samaki wote wa baharini watakusanywa pamoja kwa ajili yao ili kuwatosha? Bwana akamwambia Musa, je, mkono wa Bwana umepungua urefu wake? Sasa utaona kwamba neno langu litatimizwa kwako, au sivyo? Musa akatoka akawaambia watu maneno ya Bwana, akawakutanisha
watu 70 miongoni mwa wazee wa watu, akawaambia, kuizunguka hema. Ndipo Bwana akashuka ndani ya wingu, akanena naye, akatua sehemu ya roho iliyokuwa juu ya Musa, akaitia juu ya wale wazee 70. Ikawa roho hiyo iliposhukia wakatabiri, lakini hawakufanya hivyo tena. Lakini watu wawili waliosalia kambini, jina la mmoja aliitwa Heldadi na jina la wapili aliitwa Medadi, na roho ile ikawashukia, nao wakawa miongoni mwao walioandikwa, lakini walikuwa hawakutoka kwenda hemani. Nao wakatabiri kambini. Mtu mmoja kijana akapiga mbio akaenda akawaambia Musa akisema, Heldadi na Medadi wametoa unabii kambini. Yoshua mwana wa Nuni, mtumishi wa Musa, tangu ujana wake, ajibu akasema, wewe Bwana wangu Musa, uwatakase. Musa akamwambia, je, umekuwa na wivu kwa ajili yangu? Imekuwa heri kama watu wote wa Bwana wangekuwa manabii, na kama Bwana angewatia roho yake. Kisha Musa kaenda kaingia kambini, yeye na wale wazee wa Israeli. Kisha upepo ukafuma kutoka kwa Bwana, nao ukaleta kwale kutoka pande za baharini, nao wakawaacha wakaanguka karibu na kambi, kama kiasi cha mwendo wa saa moja upande huu, na kama kiasi cha mwendo wa siku moja upande huu. Kuizunguka nao wakafikiria kiasi cha dhiraa 2 juu ya uso wa nchi. Watu wakaondoka mchana wao wote na usiku huo wote na siku ya pili yote, hawakukusanya hao kwale. Yeye aliyowapata, yeye upungufu kuliko wenziwe, alipata kiasi cha homeri 10. Nao wakawainukia wote kando ya kambi kuizunguka pande zote. Kisha hapo hiyo nyama ilipokuwa ikali kati ya meno yao, hawajaitafuna bado, hasira za Bwana zikawaka juu ya watu. Bwana akawapiga watu hao pigo kuu mno. Jina la mahali pale likaitwa Kibrothi Adhaafa, maana ni hapo walipowazika hao watu waliotamani. Kutoka hapo Kibrothi Adhaafa watu wakasafiri kwenda Esrothi, wakakaa huko Esrothi. Asante. Sasa tumesikia kile adhabu, jinsi ambavyo Mungu alikasirika na wana wa Israeli, sababu ni Mungu aliwatoa katika nchi ya utumwa akawaleta, na alikuwa na makusudi. Na ni kwa sababu gani? Sababu tukisoma pale tunaambiwa maana Mungu aliwapatia mana, ilikuwa kwanza iwasaidie kukumbuka ni nani yule aliyowatoa kule. Maana ya pili ilikuwa ni wakikula haya mana, ilikuwa wanaenda kuinherit kile ambacho ilikuwa yao. Lakini kwa sababu ya wale ambao walitoka na wana wa Israeli, wale wa Misri wakachanganyika pamoja na wana wa Israeli, wakaanza kulilia nani? Musa. Wakamwambia Musa, sisi tumechoka na haya, tunataka kukula jinsi ambavyo tulikuwa tunafanya nini? Tunakula. Sasa tuachane na haya, tuingie instructions on eating. Sasa hapa inatakikana uzingatie haya, kwa sababu kabla tujaanza hiyo CH44
444 ni CH 443.1. Mwalimu tafuta pale. Tuko na ukiwa umefika pale unaweza tusomea. Kwa haraka. Nasema hivi, as a people, we have been given the work of making knowing the principles of health reform. There are some who think that the question of diet is not the sufficient importance to be included in their evangelistic work. But such as a great mistake, God's word declared, whether therefore you eat or drink whatever you do all to the glory of God. Soma vizuri mtumishi. Nasema whatever you do all to the glory of God. Okay. Napenda 1 Corinthians chapter 10 verse 31. The subject of temperance in all its strength has an important place in the work of salvation. Measure. Isome CH 48.1. Our people far and near need to ask themselves how the Lord regards their neglect of important centers in America. There are many places in this country in which the truth has never been proclaimed. Many years ago, there should have been a sanitarium in Washington, D.C. But men have chosen their way in buildings, and the place to which the truth should have found entrance, where the establishment of the medical mission work have been neglected. Yes. That's true. Why have not those who have taken a leading part in the medical mission and work been funded to carry to Washington the message of temperance in eating, drinking and dressing? There would have been less difficulty in giving the message in this place than in some other places. There are many places that need gospel to medical missionary work. Plans should be made in these places. God decides that our sanitarium shall be a means of reaching high and low, rich and poor. They are to be so conducted that by their prompt attention will be called the message that God has sent to the world. Many will not heed the call of mercy. Nevertheless, it is to be given to all that whosoever will come to the water, that whoever may come to the water of life and drink. Amazing. Treaty 183.1. Treaty 183.1. 183.1. Inasema Dr. B. Dr. B is not blind to his peculiar temperament. He sees his failings
And when he feels the pressure upon him, he is disposed to beat a retreat and turn his back upon the battlefield. But he will gain nothing by pursuing his course. He is situated where his surroundings and the pressure of the circumstance are developing the strong point in his character. Points from which the roughness needs to be removed, that he may become refined and elevated. For him to flee from the contest will not remove the defects in his character. Should he run away from the institute, he will not in so doing remove or overcome the defects in his character. He has a work before him to overcome these defects, if he will be among the number who are to stand without fault before the throne of God. Having come up through great tribulation, and having washed their robes of character and made them white in the blood of the Lamb. The provision has been made for us to wash. The fountain has been prepared at infinite expense. And the burden of washing rests upon us, who are imperfect before God. The Lord does not propose to remove these spots of defilement without our doing anything on our part. We must wash our robes in the blood of the Lamb. We may lay hold of the grace of the love of Christ in faith, and through His grace and power we may have strength to overcome our errors, our sins, our imperfection of character, and come off victorious, having washed our robes in the blood of the Lamb. Maisha. Now, asante. Baada ya haya tukisha malizana na the first, second, third na diet, na tunaambiwa ya kuwa tutaka kujua wale wanyama ambao ilikuwa itakikana ipuliwe. Nilisema Kumbukumbu la Torati 14:1, Mambo ya Walawi 11:1 hadi 40 na ngapi? 7. Haya yote tukifika hapa kwa Ezekieli 24:3 kuendelea, tutajua jinsi ambavyo basi inatupasa tupike hiyo nyama. But naona kama ni time wasting na resource. Na siku hizi hatuwezi tukasema hatuko safe hata kwa mboga. Unaona? Sasa inatakikana tuna avoid hizi. Wanyama wanadungwa na shindano na hizo madawa ni za wale. Na hao mtu mmoja akasema hivi, ukifikiria wale ambao wanatengeneza dawa kuwa wanaondoa ugonjwa, ni basi ni sawa kwa kusema hivi, wale ambao walitengeneza ala za vita wanategemea ulimwengu uwe na utulivu. Ndivyo haiwezekani, kwa sababu yule ambaye alitengeneza bunduki obvious anajua kabisa kuna vita, so hakuna amani. Yule ambaye alitengeneza dawa ya pharmacy kabisa hawezi kuondoa ugonjwa. Juu ikitoka utaenda kununua nini? Unaona? Sasa si ati imetengenezwa ili ugonjwa iondoke, hapana. Na mungejua hivi, kuna biashara mbili ambazo ziko na pesa. Hiyo ni vita na ugonjwa. Umeona hapo? Sasa vita na ugonjwa ndio biashara ambazo ziko na pesa dunia mzima. Ukiona the pharmaceutical companies ni wale ambao wako na pesa, na wao nilisema hapa, wao ndio wanapeana the patent, barua ili dawa fulani ifanyike ama iruhusiwe kutumika. Instructions on eating, lazima tufuatilie haya, kwa sababu tusipofuatilia haya, tukifail kwa sababu ya hizi, tuko na shida. Na unajua mara mingi tunakuwa wagonjwa kwa sababu tumekataa kufuata hii.
Hii ndio iko na ile tunasemanga the new start. Si tunaijua? Ndumishi ya kusoma alafu hiyo new start ionekane, kwa sababu kuna wale ambao hawajaijua. Sasa mtumishi akiwa anatafuta, a major portion of food should contain fruits and vegetables. Sasa okay, endelea kujiandaa ili uwe vegetarian. Sio kwa lazima, lakini ni kwa kupenda. Sivyo? Kwa sababu ukiona fruits na vegetables, hizo ndivyo vyakula ambavyo zinakaa ama zinapatia the CD4. Taniandika CD4. Hii ni the white blood cell, ili ambacho inapigana na ugonjwa. Sasa ili nchi inakuanga iko imara kama walinzi wako sawa. Wewe uko na walinzi wanaitwa the CD4. Ili walinzi wakae sawa, lazima uwe unakula mara kwa mara matunda pamoja na mboga. Amen? Okay. Now we prepare in a simple na natural way. Madoido ambayo imepita kiasi, wachana nayo. Vary diets. Kumaanisha leo ukikula ngwashe, kesho unaweza kula miogo, kesho kutwa unaweza kula maharagwe. Sawa? Hii sasa hiyo ndio maana yake. Lakini usikule maharagwe sana kwa mlo moja. Sasa unaweza kaa uwe na taratibu. Utaratibu huu itakuwa ni ya kufanya nini? Hii utaratibu itakuwa ni yako pale nyumbani, jinsi ambavyo wewe mwenyewe unakula. Kama leo umekula maharagwe, kesho utakapiogo, kesho kutwa utafute mboga, hiyo siku nyingine unaweza kula ugali. Na iwe iko katika systematically, yani inajirudia, basi sio chakula moja kwa wakati moja na ni nyingi. Amen? Kwa kukula zaidi si ati unakuwa, najua watu wengi sana wanafikiria yule ambaye ako na afya ni yule ambaye amenona. Amen? Sasa nani alisema hivyo? Kukuwa na afya ni kwa sababu hizi magonjwa midogo hizi upatikane nazo uko sawa. Sio kunenepa, sio kukonda, bali ni kukaa katika hali ya kutokuwa na maumivu. Sivyo? Sasa yule ambaye anafikiria huenda yule anakula vizuri ndio maana na tunasemanga hivi, kuna wale ambao wako na mwili kubwa. Na kuna wale ambao wako na mwili dogo. Sivyo? Sasa hao wenye wako na mwili dogo hawakuli. Wanakula. Hiyo ndio mwili yao. Sasa hapa utaangalia una vary of one food to another. Hapa ni ya maana sana. Avoid refined food. Avoid refined food. Na hizi refined food, mkate, na niliwaambia jinsi ya kutengeneza mkate. Na si lazima mtu akule mkate katika yenye imetoka kwa factory. Ama unasema ni haraka tunaenda kazi. Sawa? Mkate inakaanga siku ngapi? Mkate iko na kemikali, na hiyo kemikali bado iko na chachu ndani yake. Chachu ikifika kwa tumbo, the first thing ina corrupt tumbo yako. Tumbo ikishakuwa corrupted, sasa wewe mwenyewe badala ya digestion kufanyika vizuri, haifanyiki, alafu fermentation inaanza. Fermentation zikianza, gas inaanza kupanda. Inaweza kuwa uko na wakati unataka kutoa gas haitoki, imekwama, unataka kuitoa na ifanye nini? Haitoki. Sasa ili tuondoe haya, inatakikana tukule brown rice. Unataka kuona brown rice? Hapo sawa. Tumechoka sana. Hapo sawa? Wakati unaona brown rice? Okay. Tunaona brown rice? Tumeona? Hebu ndio wale ambao wameona brown rice. Okay, good. Hiyo ni unrefined. Sio? Haijapitia pale kwenye kampuni. White bread. Sasa hii white rice uachane nayo.
whole grain inamaanisha kuna all, unajua kizungu na whole. Hii tukisema hii ni all types of grains, si ndio? But hii one particular grain the way it is, si ndio? Kama ni maize, unapeleka mahindi kisi yake, unaona hapo. Sasa utakuwa umepata, tunasemanga the tester. Tester ni ile outer cover ya seed. Unaona hiyo ya mahindi ni nzuri sana kwa sababu imebeba kitu inaitwa kwa kizungu insoluble fiber. Na nilisema fiber add the bulk to the food, making you to go and rest in the restroom with an ease ama free. Unaona hapo? Lakini tusipokula zile vyakula ambavyo ziko na fibers, ndio maana mtu atakuwa undergo kitu inaitwa chronic constipation, yaani hana uwezo wa kuenda choo na akienda haishi. Unajua ukiamka asubuhi inatakikana ukienda choo kile ambacho mwili inachukua the 10% ya chakula kile ambacho tunakula, si ndivyo? Sasa the 90% inabaki asubuhi na mapema. Ukienda pale restroom, hiyo ndio nzuri, restroom unaenda kurest, sio kupambana. But kupambana inafika kwa sababu mtu akule vile vyakula ambavyo ziko na fiber. Unaona pale fiber ina add bulk, na bulk ikishakuwa added, mtu anapata kwenda pale haja kubwa kwa urahisi. Eliminate rich concentrated food containing sugar, oil and salt. Sasa mko na kile kijiko dogo ya hiyo teaspoon, hiyo inatakikana a day, inatakikana nusu ya chumvi. Siku mzima umekula nusu ya kijiko dogo ya chumvi. Kwa sababu gani? Kwa sababu the risk of heart attack, HPV samahani, na kidney diseases. Yule ambaye anatumia sukari sana, mafuta na salt, wewe uko katika hatari ya kupata heart attack, high blood pressure ama kidney ama diabetic type 1 ama type 2. Hapo sasa inatakikana tuondoe, ujue kula chumvi ndio, na ukule chumvi kwa kiwango ya chini. Sukari ukishindwa kabisa, unaweza tafuta zile tunasemanga sukari guru, inajulikana kabisa, na kama mtu ajui mahali ataipata, najua mahali nitaipata, nitakuambia. Na hiyo ndio sweetener. Kama unaweza pata asali original, sio mbaya, lakini usitumie kwa sababu ya ulafi. Sababu hiyo inamaanisha usilambe sana, si ndio? Ni kitu tu unaongeza pale, inakusaidia kwa sababu huwezi kunywa kitu ambacho ina sukari. Lakini ingekuwa ni mzuri ungeavoid hii na hii. Hii tunasemanga unaweza tafuta oil nzuri. Black seed oil inatumika lakini haikuliwi. Aloe vera oil, olive oil kuna ya kupika nayo, na sunflower oil. Chumvi tuko na Himalayan. Hiyo ni chumvi mzuri ambayo ukitumia unaweza saidika. Eat at the same time every day. Hii ni consistency. Jana nilikula saa 3, leo nakula saa 3, kesho nakula saa 3, kesho kutwa nakula saa 3. Unajua ni kwa nini? Akili pamoja na mwili inajiandaa kwa ajili ya usiagaji wa chakula kwa muda ama kwa wakati fulani. Unaona pale. Sasa mama akiwa anaendelea kutengeneza, ama wewe
kama unajitengenezea. The first time ama ile wakati umehisi harufu ya chakula, ubongo tayari imeanza kuandaa. Ikipita the duodenal ama intestinal juices zinakuwa released, hazipati chakula. Unaona pale, jana ulikula saa 3, leo uko saa 6. Unaona hapo, juices zimekuwa produced kwa tumbo, hazina chakula. Zinafanya nini? Zinafanya corrosion, zinakoroga tumbo. Sasa hivi unajua tumbo inatakikana, the stomach should be pale, not red. Wakati imefika red, uko katika higher chances ya kupata H pylori ama ulcer zamani. Sasa wakati iko pale ni inamaanisha there are secretions za HCl, hydrochloric acid. Hii asidi inakuwa control pamoja pale kwa tumbo, but ni corrosive. Wakati ambapo itakapopata hakuna chochote ambacho kiko kwa chakula, sababu hii itakusumbua. Na watu wengi wako na shida ya tumbo kuuma, gas pamoja na H pylori kwa sababu hawazingatii wakati wao wa kukula. Do not eat in between meals. Hii inamaanisha nini? Ukiwa umekula 6 hours meals apart, yaani ukiwa umekula saa hii unangoja masaa 6 ndio unakula tena, ili wakati umekula hapa katikati kwenda choo inakuwa delayed, na ikiwa delayed kwa wakati ambao ilikuwa inafaa, hizo zinakuwa fermented na zinakuwa toxins na zinakuwa ugonjwa. Hapo sawa? Breakfast, na nilisema hapa juzi, breakfast should be the largest food. Sasa ukitaka tu ukae vizuri, make your breakfast heavy. Make your breakfast kula breakfast nzuri asubuhi. Na kwa sababu hatujui ni asubuhi ya saa ngapi, kama inawezekana kama ni asubuhi ya saa 3, ukuje ukule hadi sapa ya saa 11, saa 12. Wangapi wanasema hiyo hawawezi? Hapo sababu wangapi wanaweza? Hebu fanya hii mwezi moja, alafu utakuja kuniambia unahisi aje. Unakula kama ni saa 3, tena saa 11, tena kesho saa 3. Utasema mtu mmoja atakwambia siko jela, siko? Watu wengine watasema hapana, hiyo eat slowly, chew your food thoroughly. Ndio maana nikasema mwanzo, ukiwa na haraka usikule. Sawa? Ukiwa uko nervous usikule. Ukiwa uko katika hali yani kuna kitu imetendeka, hauko sawa, usifanye nini? Usikule, kwa sababu mwili ina react na emotions. Mwili ina react na nini? Emotions. Haya. Drink a lot of water to keep the urine pale. Hapa si lazima uende kwa daktari akuambie ya kuwa unahisi kunywa maji. Kala ama rangi ya mkojo inatakikana ikuzungumzie ya kuwa mwili inachomeka, unahitaji maji. Hapa nikiongeza, kuna wakati unaweza kula, baada ya muda kidogo au muda chache unahisi ya kuwa unataka kukula. Sasa kama ulifanya deworming vizuri, basi mwili inahitaji maji. Basi saa zingine wewe jinsi ambavyo unahisi kwako, utahisi ya kuwa unahitaji chakula, lakini mwili inahitaji maji. Sasa kunywa maji usikule, kwa sababu ukikula hiyo utaongeza chakula kwa chakula ambaye haijasiagwa. Unaona, 2 hours umekula ama 1 hour umekula,
na ulikuwa umekula mbili. Yaani baada ya 1 hour wewe tayari umekula makati mingi. Tuachane na hayo. Nikimaliza, eating 2 meals apart, 6 hours, improves the memory and intelligence. Ili mwili wako ipate nafasi ya kufanya kazi yake, lazima uzingatie. Hata kwa barabara tunazingatia masharti pale, sivyo? Hata kwa nyumba zetu tunazingatia. Kuna siku moja nikauliza mama moja, kwa kuwa ugali kuna sheria. Sasa niulize kuna dada. Bwana dada, happy Sabbath? Kuna sheria ya ugali? Haya, sasa hii ni changamoto. Hamjawahi sikia sheria ya ugali? Hamjawahi? Ugali kuna sheria. Kwanza unawasha moto, unaweka maji. Maji inachemka vizuri. Alafu ndio unaongeza huu. Sasa nataka uanze wewe hata na ya mwisho ukienda kwa ya kwanza. Iko na sheria haina? Iko nayo. Sasa hiyo tunafuata, lakini hii na hizi hatuwezi tukafuata. Okay. Protects the bones and prevent kidney disease. Make your body, give your body enough time. Patia mwili wakati mzuri. Na hiyo haijamaanisha tunajitesa. Ni mzuri sana kwa sababu mwili ikizoea hii, ukule katikati, utaniambia chenye utasikia. Kwanza kama ulikula na ukakula mara 3 na ukakula heavy meals, then utalala. Kwa sababu digestion ya kwanza haijakamilika, ya pili is underway, tena ukaongeza ngapi? Uwezi lala. Itabidi uzunguke ukienda kwa choo. Na ujue ikikuwa hivyo, kwa kile chakula ambacho ulikula ya kwanza mpaka ya mwisho, kila kitu imeharibika. Hiyo siku umetoka, hakuna kitu. Increase energy and reduce stress. Hii nikirudi nitaleta stress management kwa kutumia vyakula vya asili. Amen. Help maintain an ideal weight. Sasa hapo ndio namalizia nikisema hivi, how to remain healthy. Number 1, lazima uangalie kitu inaitwa BMI. Then tuko na a lot of water. Alafu tuko na good nutrition. So how to remain healthy? BMI ni body mass index. Yaani uzito wako iende sawasawa na urefu wa mwili wako. Amen? Hiyo ndio inamaanisha BMI. Kama BMI iko juu, uko kwenye risks za kupata chronic diseases kama HBV, high blood pressure, kidney disease, sukari na hizo zingine. Na unajua tunasemanga ni chronic kwa sababu kuzitibu inagharimu mkono wa nani? Wa Mungu. Haya, a lot of water pamoja na good nutrition. Hizi 3. Sasa tunaangalia hii. Usikule kile ambacho itaweka iwe juu iende chini. At least iwe constant nzuri kuliko kupanda. Na isirudi chini. Haya, kuna 60 kutoka 59 mpaka 79. Si mbaya hii. Hii ni mzuri. Huyu mtu amekuwa akikunywa maji sana.
Huyu mtu amekuwa akikunywa maji sana na ako sawa. Ikiwa weight yako inapita hapa, angalia jinsi ambavyo utafanya, kwa sababu inaweza kukuletea shida. Amen. Nikifika hapo nitakuwa ni mtu wa kumaliza, na sijui mwalimu wa muda, najua watu wako na maswali. Sasa nielekeze, niwache ama nifanye aje? Mpaka saa 10. Amen. Asante sana. Haya, swali. Kama uko na swali niulize, na naendelea kuwakumbusha hivi, chunga jinsi ambavyo unavyokula sukari, chunga jinsi ambavyo unavyokula chumvi, pamoja na nini, na mafuta. Haya matatu zinatuletea shida sana, na nilisema wale ambao waimbaji, zoea kukunywa maji ya limu. Asante. Swali? Kama tuko na swali itakuwa ni nzuri, sababu hiyo inamaanisha darasa imekuwa usawa. Hakuna swali? Hiyo itakuwa ni mzuri. Happy day. Asante mtumishi. Matunda gani haya ambaye haipaswi kuchanganyishwa? Mara nyingi kila aina ya matunda zinakuwa na one type of nutrients, but kuna yale matunda ambazo zinatusaidia kwa kiwango fulani, ama zinatibu ugonjwa fulani. Tuko na thornmelon. Unajua thornmelon? Sasa thornmelon nikiongeza na okra, hii sana sana wale ambao, kwa sababu ya watoto, wale ambao wamekuwa wakisumbuliwa na hii ugonjwa inaitwa hivi. Sasa hii inasaidia sana kwa wanaume. Absala. Sasa okra pamoja na thornmelon. Thornmelon inakuliwa jinsi ambavyo iko. Hii sio kama biringanya. Unajua biringanya? Sasa biringanya zinapikwa. Lakini thornmelon inafaa kuliwe. Watu wengine wanapika nayo, si ndio? Watu wengine si wanapika na hii. Thornmelon inapikwa. Ujaisikia? Kuna wale ambao wanapika nayo kama nyanya ya kawaida. Wanakatakata, alafu wao wenyewe wanajua jinsi ambavyo wanafanya. But kile ambacho inatakikana ifuliwe. Sasa haya matunda yote unaweza kula. Shida usile matunda pamoja na mboga kwa wakati mmoja, kwa sababu matunda iko na sugar. Na mara nyingi mboga nyingi hazina. Matunda kwa sababu ya sukari inakuwa digested fast. Ikiwa digested fast, inatakikana the simple sugar hii iwe converted na ipelekwe kwenye damu. Lakini kuna kile ambacho haijakuwa digested bado, unakipata. Sasa kwa sababu ya hiyo delay, hii inaweza turn into toxins. Na hii ndio inatuletea shida. Magonjwa hazitokani mbali, ni sisi wenyewe na meza yetu. Ingine, asante. Happy day. Niko pale kwa swali ya rice. Mchele.
Ukiangalia in most cases in Kenya, na moya rice mills kunatiwa wale wapi. Ukiangalia mchele mwingi unalima pale ni white. Ni white. White. Sasa brown imeandimika sana Kenya hii. Naona kwamba imekuwa na bei gani. Okay. Hiyo white rice ambayo imelima pale na haijakuwa refined. Tumelima tu ikatolewa alafu watu wanauziwa kwa sawa. Hiyo kuna shida hiyo mchele. Hivyo tu. Yes. Asante. Sasa ikiwa ni mchele ni white na itakuwa refined. Na unajua mchele zote ikitolewa wanasema na the chunks ama hizo maganda, si ndio? Si zote zinakuwa white. Hii brown ni gani? Kuna nyingine ukitoa bado iko brown. Bado iko brown. Niko nayo kwa nyumba by the way. Umetoa maganda lakini bado iko brown. Okay. Iko. Na kuna ile hujatoa like ni iko white. Sasa kama imekuwa produced locally na umeenda pale kwa nini hapo kwa cereals na umepata ni white but haitapitia kampuni, sio baya kwa kutumia, but utaangalia. Unajua inaweza kuwa ni brown ama ni white, yes, iko produced locally but kuna ujanja. Unaona? Sasa hiyo shortcut. Chumvi kwa mfano skim salt inatakikana ipitie stages kama 14, lakini kwa sababu ya muda na maji na power stima kule IPT inaharakishwa ili iuzwe. Unaona hapo? Ndio maana ukikula kesho kutwa unasikia kile chumvi ambayo tuseme skim salt hiyo ya Mombasa ikipitia the due process haitakuwa na shida, but kwa sababu IPT kwa ajili ni product, na niliwaambia product sio chakula. Hiyo ni commodity, mtu ametengeneza, anataka kutengeneza pesa. Sasa kama iko sawa na imekuwa produced locally, then there's no problem. Inaweza kuwa hata ni brown but kuna ujanja ndani yake. Sasa inatakikana uangalie kile ambacho unakula kabla hujafanya nini? Hujakula. Na I think ni vizuri kama tutaachana na hizi vitu zenye ni lazima zipitie kwenye kampuni, itakuwa ni vizuri. Unajua the brown rice niko nayo ni wakati wa kuchagua. Hizo maganda zinakuwa nyingi. Zinakuwa nyingi. Sasa kuchagua ndio iko na kazi, ndio maana watu wengi hawaipendi. Wanaenda huko haraka.